Karibuni kwenye Evergreen Ventures Health Tips. Tunafurahi kuwa nanyi leo. Leo, tunaangalia jambo muhimu: upasuaji wa kuzaliwa kwa mtoto unaojulikana kama C-section. Hii ni mada ambayo inawagusa wengi. Katika C-section, mtoto hutolewa kupitia chale tumboni na kwenye kizazi. Hii ni njia mbadala ya kujifungua kwa kawaida. Watu wengi hujiuliza kuhusu sababu za C-section. Je, ni lini na kwa nini utaratibu huu unahitajika? Ni utaratibu wa kawaida, lakini bado ni upasuaji. Hivyo, ni muhimu kuelewa hatari na faida zake. Ni muhimu kuelewa ni kwa nini inaweza kuhitajika. Sababu zinaweza kuwa nyingi, kama vile matatizo ya kiafya kwa mama au mtoto. Tunataka kukupa taarifa rahisi na wazi kuhusu C-section. Hii itakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Tutazungumzia sababu za kufanyika, faida na hatari zinazoweza kutokea. Pia, tutatoa ushauri wa jinsi ya kujiandaa. Kumbuka, taarifa hii ni kwa ajili ya elimu tu. Daima wasiliana na daktari wako kwa ushauri wa kitaalamu. Kuna sababu kadhaa zinazoweza kusababisha upasuaji wa kuzaliwa kwa mtoto kupendekezwa. Hii ni pamoja na hali mbalimbali ambazo zinaweza kuathiri usalama wa mama au mtoto wakati wa kujifungua. Wakati mwingine, uchungu unaweza usienende kama inavyotarajiwa. Hii inaweza kumaanisha kwamba mama anapata uchungu wa muda mrefu au uchungu ambao hauleti maendeleo ya kutosha katika kufungua mlango wa kizazi. Hii inaweza kuwa kutokana na mkao wa mtoto au umbile la nyonga ya mama. Mtoto anaweza kuwa katika mkao usiofaa kama vile breech, ambapo kichwa kiko juu badala ya chini. Katika hali zingine, kunaweza kuwa na wasiwasi kuhusu afya ya mama au mtoto. Hii inaweza kujumuisha matatizo ya kiafya kama shinikizo la damu la juu au kisukari kwa mama. Kwa mfano, hali kama kondo la nyuma kufunika mlango wa kizazi, inayojulikana kama placenta previa, inaweza kufanya kujifungua kwa njia ya kawaida kuwa hatari. Au mtoto kuwa katika dhiki inaweza kuhitaji C-section. Dhiki ya fetasi inaweza kuonekana kupitia kupungua kwa mapigo ya moyo ya mtoto wakati wa uchungu.